Hapa kwa sababu tumekuja kushauriana na aspirants wetu wa katika Nyamira County pamoja na officials wa Nyamira County ili kuweza kushauriana masuala ya chama. Hasa tumezungumzia chambo muhimu ambazo ni kueneza chama ili kuweza kuangalia katika mambo ya uchaguzi ujao ni mahali gani tutaweza kufanya marekebisho kidogo ili tukifika uchaguzi mwaka ujao uweze kupata tuko na wafuasi ambao wanatosha, na ili tuweze kuhamasisha wananchi waweze kujitokeza katika kujiandikisha, kwa sababu hii exercise ya kujiandikisha kupiga kura inaanza tarehe 29 mwezi huu. Kwa hivyo tumeshauriana na viongozi hao wa county, tumeshauriana na aspirants wetu na tumewaelezea kuwa nia ya chama ni kupanua chama ili wananchi waweze kujiingiza ama waingie kwa chama. La pili, tumezungumzia masuala ya kiti cha urais, na vile mnajua tuko na candidate wetu Mheshimiwa Fred Matiang'i ambaye ni candidate wetu wa presidency katika uchaguzi wa 2027, na sisi katika hii eneo la Nyamira ambao ni Nyamira County, la muhimu ni kuweka structures in place ambazo zitasaidia watu kuingia chama na kueneza jina la Fred Okengo Matiang'i ili aweze kupata kura mingi mwaka ujao ukifika. La mwisho, tumeshauriana pia katika kujiandikisha na pia tumeshauriana katika maneno ama masuala ya nomination, kwa kuwa chama cha Jubilee kitafanya nomination ambayo ni ya haki na ukweli. Kwa hivyo wananchi ama aspirants wote tunawaomba kila mtu ambaye ako na nia ya kujiunga na chama cha Jubilee aingie katika chama, kwa sababu ikifika wakati ule tutafanya ile nomination ambayo itakuwa haki na ukweli. Na nikimalizia, nataka niuzie chambo ambalo limekuwa likienea katika vyombo vya habari hivi majuzi. Vile mmeona juzi Mheshimiwa Rais amekuwa akiwakemea viongozi wa upinzani kwa kutoa matamshi ambao ni kali zaidi. Ni matusi ambayo haistahili kutoka katika kinywa cha Mheshimiwa Rais, kwa sababu rais katika nchi ya Kenya is the symbol of national unity. So kuleta ile masuala ya matusi hatuoni kama inaambatana na ile symbol ya national unity. Kwa hivyo na sisi kutoka hapa Kisii tunataka kumwomba Mheshimiwa Rais aweze kutulia ile masuala ambayo juzi ameanza kutuambia mambo ya watu kuwa na wanawake. Ametuambia juu ya kufanya maneno ya kukula chakula. Najua ni jambo la kusunisha sana wakati unaona rais wa nchi anazungumzia maneno ya kukula chakula. Unakula chakula gani? Unakula portion gani? Na yeye ni rais. Na mimi kitu na shangaa ni siku gani Mheshimiwa Rais amekuwa nutritionist ili aanze kuambia watu ile kiwango ya chakula wanakula, ile chakula ambao hawastahili kukula. Ndio sababu mimi nasema hii nchi ya Kenya inastahili kupata uongozi mpya, uongozi ambao unajali maslahi ya wananchi. Saa hii tuko na shida katika matibabu ile ya SHA. Saa hii tuko na shida ya wanafunzi kuingia katika mashule. Tukiongea saa hii kuna shule karibu ama zaidi ya 1,000 hapa nchini Kenya ambazo hasina mtoto ama mwanafunzi hata mmoja katika ile grade 10. Na hiyo ni kwa sababu Mheshimiwa Rais kupitia wale maofisa ama wale ambao wanamsaidia kazi hawajatokeza kufanya kazi. Na hiyo kufanya kazi lazima itoke kutoka juu ili kuje kwa trickle down effect. Kwa hivyo mimi nataka kumwomba Mheshimiwa Rais atulize bori. Sasa Wakenya wameamua ikifika mwaka ujao mwezi wa 8 kuanzia tarehe 11 Mheshimiwa Rais aende nyumbani apumzike. Tunataka mtu ambaye atatufanyia kazi, na huyo mtu ambaye atatufanyia kazi sio mwingine bali ni Fred Okengo Matiang'i, kwa sababu ile kazi alifanya akiwa waziri wa elimu inaonekana. Aliweza kuzuia wizi wa mtihani, aliweza kuleta shule zetu za school pass imepakwa
rangi ya yellow na vitu mingi ambayo wamefanya. Kwa hivyo sisi tunaambia rais, we tuliza bori, we unaenda nyumbani ni one term. Lakini kama unafikiria hii kura ya 2027 itaibiwa ama utaiba, we unajidanganya, kwa sababu vile Matiang'i alichunga mtihani kutoibiwa, ndio atachunga kura yake usipe wewe. Kasongo one term 2027 nyumbani. Asante. Tupate chair SG tuongeleshe tu kwa dakika moja. Asante sana. Safi. Kama vile chama wetu amewaeleza, tumekuja kuwa pamoja na aspirants wa Jubilee hapa Nyamira na kuambia kwamba kazi imeanza. Tuna mwaka moja na miezi 4 tupige kura, na tumekuja kuwaeleza kwamba kazi imeanza. Tumekuja pia kuhakikisha kwamba Jubilee ni party ambayo ya kitaifa na ni chama ambayo inafuata mambo ya kupiga kura kwa njia ambayo inatakiwa na sheria, na kuhakikisha kwamba pia chama cha Jubilee haitataka kamwe mambo ya kuwakataza wananchi kuchagua viongozi wao. Tumekuja kuambia watu wa Nyamira kwamba sisi kama Wakenya tunajua rais wetu wa chama na Wakenya wote ni Matiang'i, na tumekuja kuhakikishia kwamba kama wananchi wa hii nchi, huyo mtu ndio tunataka. Kwa sababu gani? Watu wanaumia, watu wa Kenya wanaumia. Badala ya serikali kuangalia mashida zao na kutatua, wameanza kupotea njia kwa kutumia matusi, na kama vile kiongozi chama wetu amesema, hiyo ni kitu ambayo haijafai kufanyika kwa historia ya nchi hii. Matusi kama hayo, hiyo ndio ya kwanza, na inamaanisha kwamba serikali na rais wa Kenya wakati huu amepotea njia kabisa, na tutaki watoto wetu wakuwa kwa environment ya matusi kama hayo. Na tunataka kumwambia kiongozi wetu asirudi chini kujibizana na mtu kama huyo. Hatutaki arudi kujibizana na mtu kama huyo. Na nikataka kuambia pia Wakenya waangalie uongozi wa huyu mtu ambaye anatumia matusi, na hakikisha kwamba 2027 hayuko tena kwa uongozi, sababu kama wakati huu anafanya hivi kutukana wengine na mnajo na kutukana wananchi na kuwadharau, na je akipata miaka ingine 5, hii uchumi ameimaliza kabisa. Sasa kama mtu ameshindwa na kuangalia mambo ya uchumi, ameshindwa na mambo ya afya, ameshindwa na mambo ya shule, sasa huyu ni faida gani ako nayo? Kwa hivyo asianze kupani vile aliambiwa na party leader wetu, deputy party leader, asiache kupani. Lakini saa nyingine mtu anapani kwa sababu anajua mwisho wake wa uongozi imefika. Kwa hivyo tunasema sisi Wakenya wote wanasema one term. Kwa hivyo mwisho ni kuambia tu watu wa Nyamira, kama chama tunasimama na hawa, na tutahakikisha kwamba uongozi itabaki hapa Nyamira, na pia hata hawa especially vijana na kina mama watakuwa kwa uongozi wa Jubilee, watapata nafasi. Labda ya mwisho, kwa sababu umekuwa kwamba ukiwaambia aspirants kwamba wafanye party mobilization, ni ombi gani kwa aspirants kwamba wafanye mobilization, muwe na wanachama wengi, recruitment? Aspirants kwanza muende kwa vijana ama watoto wetu, wapewe vitambulisho wale ambao hawana. Pia wakishapata hiyo waende washike kura, sababu kutoka tarehe 29 mwezi huu kutakuwa na mass registration. Waende wa register na wasaidia hawa vijana ambao hawezi kupata nauli ya kwenda kuchukua voters card, wawasaidie kwa njia yoyote wanavyoweza. Pia ningetaka kuambia wa registered members wengi kwa chama, sababu hiyo ndio itatupa nguvu wakati ya nomination, na hiyo ndio